Nakukaribisha tena kwenye kipindi chetu kile kizuri kabisa cha kusikia sauti ya Mungu, na leo ni kipindi chetu cha 3. Naomba wewe ambayo tunaenda pamoja katika kipindi hiki uwe pamoja nami kwa dakika hizi 10 mpaka mwisho. Nakukaribisha sana, Mungu akubariki. Leo tutakuwa tunaongea au tunafundishana zile sehemu 3 zilizobaki. Sehemu ya kwanza nilisema ni mjumbe, sehemu ya pili nilisema ni tukio, na sehemu ya 3 nilisema ni ndoto. Ndio tutakuja kuongea leo. Leo tutazungumza kwa habari ya mjumbe ni nani, na tukio na ni nini, pamoja na ndoto zinakuwaje. Hizo ni sehemu 3 ambazo Mungu anaongea na mwanadamu. Tena anaongea vizuri kabisa kabisa, na ukiwa tayari kuelewa somo hili itakusaidia na maisha yako yatabadilika kabisa. Iwe ni magonjwa yanakukabiri, iwe ni shida za maisha, iwe ni kazi, iwe ni ajira, iwe ni ndoa, iwe ni maisha tu magumu yanakusumbua, iwe ni familia, chochote kile ambacho kinakutesa, utakaposimama na kufuatilia sauti hizi 3 za mwisho ambazo naenda kufundisha, zitakusaidia sana, na pengine kuna mambo fulani fulani yatabadilika kwenye maisha yako. Na kuombea Mungu kwamba uendelee kusikiza kipindi hiki cha kusikia sauti ya Mungu. Namna kusikia sauti ya Mungu ambayo imepotea sasa hivi duniani. Nimekukumbusha kwamba kuna mambo mengi yanakwamisha wanadamu wasimsikilize Mungu. Ikiwa ni pamoja na vita, tunasikia vita Ukraine na Russia, Marekani na Irani na Israeli, Hamas, Hezbollah na vita mbalimbali. Tazama jinsi dunia ilivyoshambuliwa na mipira. Kila radio, televisheni na kila kituo cha matangazo, YouTube na kila mtandao umejaa mpira. Mungu atasema na mwanadamu nafasi gani? Atapata wapi nafasi ya kusema tena na mwanadamu? Wewe ambaye ukiwa kwenye basi, ukiwa kokote kule, ukiwa kazini, ukiwa kwenye shughuli zako za sherehe, majadiliano yenu na mambo yenu na shughuli zako zote zimejaa mipira, zimejaa harusi, zimejaa vitu vya kidunia, fedha, biashara, kazi, masomo na mambo mengine. Hivyo ndio vinavyokwamisha wanadamu asimsikie Mungu. Sasa leo tutakwenda kujadili kwa dakika chache kwa habari ya mjumbe. Mjumbe anaweza kuwa mnyama, mjumbe anaweza kuwa ni mtu, mjumbe anaweza kuwa mtu yoyote. Mjumbe vile vile anaweza kuwa ni kitu chochote kile ambacho kinaweza kukujia mbele yako kikafanya jambo ambalo pengine wewe hutalielewa, lakini kama utatega sikio lako na kufahamu kwa habari ya sauti ya Mungu itakusaidia. Ukisoma kile kitabu cha Marko 1, Biblia inasema namtuma mjumbe wangu atakayetengeneza njia yako. Yesu alikuwa ni mjumbe aliyekuja, akaja duniani kutuhubiri injili, habari njema za Yesu Kristo.